Vipi? Wewe niko wapi hapa? Mbona usivumilie wewe? Baby, kwa nini? Mimi nimefikaje hapa? Nimefikaje hapa? Si mpenzi wangu. Mimi sina mke mimi. Mimi sina mke mimi. Kwani umepatwa na nini baba? Una nini? So nimepatwa na nini? Nimefikaje hapa ndani kwako? Asi. James, baby bwana. Baby. Alafu wewe si rafiki mke wangu kabisa wewe. Hapana James, mimi mpenzi wako. Mpenzi wako kuanzia lini? Hivi una akili kweli? Hapana, usiondoke. Usiondoke baby, njoo. Baby. Vumilia. Ni mimi James. Vumilia tafadhali, naomba nifungulie. Ni mimi James. Nimeshatambua makosa yangu. Na kuomba nifungulie mlango. Najua niliumiza kiasi gani. Ndo maana nimekuja kuomba msamaha tafadhali, naomba nifungulie. Vumilia. 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 Oh. Nilikosea sana na natambua niliumiza kupita kiasi. Huu ni usiku, ni mimi James, naomba nifungulie mlango. Mtaalamu. Tafadhali naomba nisaidie. Unamtaka mganga? Ndio. Tafadhali naomba muamshe, mwambie na dharura. Mganga amefariki toka jana usiku saa 2 kamili. Na mwili wake umeshasafirishwa kwenda katika kijiji cha Chanumoto kwa ajili ya mazishi. Hapana. Saa 2? Hapana. Nimekwisha mimi loda. James, hakika hili ni jambo zito sana. Na sisi kama familia tumeliona hilo. Na tumeona ujasiri wako mkubwa wa kurudi ndani ya familia yako. Ninafahamu ni wapi nilipotokea. Nimemjeruhi sana hata mke wangu Vumilia pamoja na watoto wangu kwa ujumla.
lakini sasa naomba nisamehe mke wangu. Tuyafute yote yaliyotokea, tuanze upya. Kusamehe sio jambo rahisi kama unavyodhani James. Japo Biblia inasema samehe 7 mara 70, lakini moyo wangu ulivunjika vipande, tena vipande vikubwa mno. Uliniacha nikiteseka na watoto na ukifrena yule mwanamke wako mwingine, lakini leo umerudi, bado nimekusamehe. Kweli James? Kiukweli sikukufukuza, uliamua kuondoka mwenyewe, lakini leo tunataka turudi kama zamani, kana kwamba hakuna kilichotokea. Nipo tayari kwa sasa kusubiri hata ipite miaka 10 ili uweze kunisamehe. Nipo tayari kusimama kama baba, mume na hata kiongozi wa familia hii. Inateseka, mimi nimetekwa, nikategeka. Ni kweli mchungaji, jambo hili litusumbua kwa muda mrefu sana, mpaka mjomba wake Kazira katuacha. Hata hivyo, ilikuwa kwenye maombi toka jana usiku, na Roho Mungu ameniongoza nije mpaka hapa. Nimeona maono. Kuna ndoo inafukuta moto sana na inawaka kabisa. Ngoja nikamwite Vumilia aje asikie haya. Ni vipi nitatoka? Amen. Ni vizuri kuona tena James na Vumilia. Ndoa yenu nilifungisha pale kanisani, na leo nipo hapa si kwa ajili ya kuhukumu, bali kwa upatanisho. Kabla ya yote, naomba tupate neno fupi katika maandiko matakatifu. Tukiangalia katika Marko 10 mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema hivi: alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Haleluya. Amen. Mungu leo amekuja kwa njia nyingine ya upatanisho, kwa sababu siku ile mlifunga ndoa pale madhabahuni, kama neno la Mungu linavyosema kwamba alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Makusudi ya Mungu leo ameniongoza mpaka kufika mahali hapa ili kwamba tuunganishe ndoa hii kwa mara nyingine. Ni kweli mchungaji, nimekosea sana. Nimekosea familia yangu, nimemkosea mke wangu, nimemkosea hata Mungu. Naomba uniombe msamaha mbele za Mungu. Nakiri makosa yangu. Vumilia. Ni kweli umevumilia mengi sana, lakini pia ni kweli msamaha uponya moyo wa mtu aliyejeruhiwa sana. Lakini tukiangalia katika maandiko matakatifu ya Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Efeso 4 mstari wa 32. Kitabu cha Efeso 4 mstari wa 32, maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba Mungu anasema, sameaneni ninyi katika Kristo kama vile alivyowasamehe ninyi kwanza. Hivyo basi, inakupasa wewe umsamehe mume wako, mrudiane tena kama pale mlivyofunga ndoa wakati wa mwanzo madhabahuni, na itafanyika baraka sana. James, leo tupo na mke wako hapa na mbele za Mungu. Mungu ameniongoza kuja mahali hapa kwa ajili ya kupatanisha ndoa na familia hii tena. Sio rahisi kusahau mchungaji, lakini sitaki watoto wangu wakue bila baba. Nitamsamehe kwa ajili yao na nafasi yangu pia. Amina. James, nadhani umemsikiliza Vumilia. Labda mimi niwatakie baraka za Bwana.
Tusimame juu. Niwatakie baraka za Bwana, nimwombe Mungu alinde ndoa hii. Basi naomba tushikane mikono kwa ajili ya kutaka amani ndoa hii. Amina. Wacha tuombe. Baba Mungu, nakushukuru kwa ajili ya uweza wako na mamlaka yako uliachilia siku leo ndani ya familia hii. Tunapatanisha ndoa ya James katika jina la Yesu Kristo la hai. Kila ufalme wa pepo wabaya tunapiga, tunapasua, tunaachilia amani ikajae ndani ya nyumba hii kwa jina la Yesu. Toka pepo mbaya, toka achia maisha yake. Ninavunja kila ufalme wa pepo wabaya. Fire! 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 Nakemea kila uchafu wa mapepo wabaya. Toka! Toka! Mwachie binti huyu akawa mzima katika jina la Yesu. Toka achia maisha yake. Ripo saka rapo shiki. Ripo popo kata masaka ya katika jina la Yesu. Na pinga ufalme wa pepo wabaya. Fire! Kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto kutoka waya wa mguu hadi utosi wa kichwa. Fire! Kwa jina la Yesu. Fire! Achia maisha yake. Kuanzia sasa umefunguliwa. Simama juu. Mchungaji, nataka niseme ukweli. Mchungaji. Jagi nyume. Vua viatu. Geuka. Kaa chini. Inamisha kichwa chini. Loko mwana satayo. Lete mizimu. Loko mwana satayo. Karibu. Ujete kwa bahati mbaya. Eleza shida zako. Ndio mganga. Ndio. Naomba unisaidie. Kuna mtu nampenda anaitwa James. Ndio. Lakini ni mume wa mtu, anaishi na mkewe. Ndio. Mke wake anaitwa Vumilia. Ndio. Naomba unisaidie James awe kwangu. Ndio. Amwache mke wake kabisa. Ndio. Aje kwangu. Ndio, mapenzi ni moto. Naomba nisaidie. Mapenzi ni moto. Ukicheza vibaya utakunguza. Uko tayari? Ndio, nipo tayari. Nikikupa dawa hii. Uko tayari nikupe dawa hii? Ndio. Tayari. Chukua dawa hii. Utaoga mara 3 kila siku asubuhi. Chukua dawa hii. Hakikisha unamwaga James anapopitaka kila siku asubuhi. Unataja na majina yake yote 3. Natatayo. Lako natatayo. Leta vizimu. James, nataka urudi kwangu James. Popote utakapopita kwenye njia, rudi kwangu. Mwache Vumilia kabisa. Mimi nimetekwa nikatekeka, familia yangu inateseka.